Kwenye line ya simu. Hello. Bwana asifiwe. Amina, karibu sana. Nazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naongea na huyu Mama Pili. Kwa kweli mimi nilikuwa natamani hata tu niende kwa huyo mtume akiwa anasikia. Ndio. Maana ya kwa kweli mimi Mungu amenitendea mambo mengi sana. Kwanza nilipitia changamoto ambayo sijawahi yani sijui niseme nini. Lakini kupitia hii madhabahu hiyo siku nilivyoenda kufanikiwa kuongea na mtume wala kushuhudia, lakini nilivyogusa ile madhabahu nikaacha hapo yale maombi 12. Ndio. Yani nilivyorudi mambo yangu yalinyooshea fortumata mpaka sasa hivi niko vizuri kwa kweli, kwenye biashara niko vizuri, niko kwangu, yani nakula raha tu kwa kweli. Ya mambo yamenisaidia. Alafu nilikuwa na mtoto alisumbuliwa, anaumwa, ilikuwa na miaka 5 anaumwa. Sasa kulikuwa kuna mahali popote tulipoenda kwenye ushirikina, lakini nilipambana na maombi mpaka nilipokuja kujiungamanisha na haya maombi, nikampa maji na mafuta. Kwa kweli mtoto wangu ni mzima mpaka dakika hii. Alafu alikuwa ni wa mwisho darasani. Sikutegemea kama angefaulu kwa kweli mtoto, kwa jinsi alivyopitia changamoto kwenye maisha. Lakini yani sasa hivi kwa kweli yuko vizuri, yuko yani anashika namba ya 2 toka na yuko darasa la 7 mpaka leo. Okay. Kwa hiyo anaongoza kwa kweli. Namshukuru Mungu sana. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nasumbuliwa na sukari, lakini kwa kweli sasa hivi na miaka toka nimejiungamanisha na maombi na miaka 2 sijachoma tena sindano ya kisukari kwa kweli. Hapana, kwa kweli nimepona kabisa. Namshukuru Mungu sana kwa kweli. Yaani mtume akae miaka 20,000 Mama Pili au 40. Ndio. Nimesikia umegusia swala la maji na mafuta. Kidogo pia ungetuambia hayo mafuta ni yale ambayo unachukua kituoni au ni yale mafuta ambayo unanunua dukani, mtume anachia upako ukiwa nyumbani? Leo nikuonyesha huyu mtoto. Ndio. Nilikuwa bado sijafahamu mahali yanauzwa, japokuwa niko Kilimanjaro. Ndio. Lakini siku hiyo mtoto baada ya kuumwa sana, mtoto unajua nilikuwa sina imani sana na mtume kwa kweli. Mtoto akaniambia, mama tujiungamanishe na haya maombi, mama nitapona. Nikamwambia kweli hivi unaweza kupona na maombi? Ananiambia nitapona. Sasa tukachukua mafuta ya alizeti hapa na maji ndio ya kawaida. Tukayaombea. Kwa kweli huyu mtoto tulianzia yale maombi ya asubuhi tukaunganisha mpaka yale maombi ya saa 3 usiku kutoka kwenye hiyo channel. Ndio. Sasa ilipofika saa 8 ya usiku mtoto akaumwa na tumbo la ajabu ambalo sijawahi kulisikia hilo tumbo kutoka amezaliwa. Akaniambia, mama nataka niende chooni. Nikampeleka ile saa 8 ya usiku. Na kuambia huyu mtoto alijisaidia mara 2. Kesho yake ukiniambia ule ugonjwa ulienda wapi mpaka na leo navyoongea kwenye hii ni Mungu anajua. Sioni mahali ulipoenda wala ulikotokomea mimi sijui. Okay. Hayo mafuta na maji alikunywa au alipaka tu tumboni kawaida? Alianywa. Na alafu kule kwa kuna yale mavidonda macho, alikuwa na mavidonda yanamwasha, yani kiasi kwamba alikuwa hata shule hawadhubutu kumchapa huyo mtoto. Ndio. Kwa hiyo akajipaka kule na mengine akanywa, na yale maji yakachanganya aliyoambiwa akanywa, ndio alianza kuumwa tumbo hapo sasa. Sasa alianza kuumwa tumbo hapo ndio alianza kupata tatu. Kwa hiyo mpaka leo. Alafu sasa cha kushangaza tulivyoamka tu. Nyumbani kwangu mimi ni nyumba ambayo hata mbwa hakuna, hata chapaka hakuna. Choo kina tiles alafu kiko juu, lakini tunashangaa tulikuta kinyesi cha mbwa hapo pembeni ya choo. Na chura kitandani. Yaani yule chura ndio alinishangaza kabisa, maana chura aliingilia wapi tukamkuta yuko kwenye blanketi asubuhi. Ndio. Kwa hiyo yule chura ndio tulimwagia maji na mafuta akafa, na kile kinyesi tukakimwagia maji na mafuta ndio tulivyofunguliwa mpaka leo. Lakini tulikuwa tuna changamoto ambayo kwa kweli bila madhabahu mimi sijui hata ningekuwa wapi. Okay. Yani kwa kweli.
Yaani kitu ninachokiongea ni kwamba na wengine kwa kweli wasikate tamaa. Uweze andika maombi 12 alafu useme kwamba Mungu atakujibu yote. Kuna atakaye kujibu na mengine utasubiria. Kwa hiyo watu wasikate tamaa na mtume wasema eti mbona hatufanikiwi? Hata ukienda shule huwezi kufaulu siku hiyo hiyo. Ndio. Kwa hiyo kikubwa tu ni kwamba mtu awe na imani, ila kwa kweli mimi natamani sana hata niende kwa mtume nikamshuhudia ile niliyoyaona. Kwanza nilikuwa sina mtaji. Nilianza mtaji na 20,000 mimi kwenda hapo sokoni baada ya kupata changamoto za maisha. Lakini cha kushangaza sasa hivi, yani ninamiliki pesa ambayo sijaiamini kama ni ya kwangu. Nyumba namiliki sijaiamini kama ni ya kwangu. Kwa kweli. Kupitia haya maombi haya. Kwa hiyo watu wasikate tamaa. Na wasihi tu kwamba maombi ya mtume kwa kweli yako vizuri. Wengine watu wanajikongoja. Amina. Na sitaacha hiyo madhabahu kabisa. 2026 hii ni vita na washindi ndio sisi. Asante. Siache maombi kabisa, hiyo madhabahu siache. Nisaidie kumsalimia baba, mwambie namsalimia sana. Salamu zimefika. Haya.